asifiwe. Ya tutakuwa na mafundisho na title yake inasema ni nini ambayo Mungu atakumbuka kwako. The title of our scripture today. Bwana Yesu asifiwe. What is something that God will Ni nini ambayo Mungu atakumbuka kwako? What is something that God will remember from you? Bwana Yesu asifiwe. Aliye karibu atatufungulia katika kitabu cha Malaki 3:8. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kiingereza karibu. The scripture of Micah 2:3 verses 8 says, "Will anyone rob God? Yet you are robbing me. But you say, how are we robbing you? In your things and offerings you are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you." Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Je, mwanadamu atamuibia Mungu? Hata hivyo mnamuibia mimi, mnaniibia mimi. Lakini mnauliza, tunakuibia kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Tunamuibia Mungu namna gani? How are we robbing God? Bwana Yesu asifiwe. Tunamuibia Mungu kwa sadaka, We are robbing God through offerings, kwa malimbuko, kwa chakumi na kadhalika, kwa ingine utoaji. We are robbing God through different ways of giving an offering. Tunamuibia Mungu We are stealing from God. na tunajiita ya kwamba tuko katika safari ya kwenda mbingu. And we call ourselves to be that we are on a journey to go to heaven. Tunapokea laana We are receiving a curse from God kwa sababu tunamuibia mwenye mali. because we are stealing the one who gives us. Sisi ni waangalizi We are the ones who keep a watch wa mali ya Mungu. of the wealth of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mali unayoipata sio mali yako, The wealth that you have or you are receiving, ni mali ya Mungu. it is the wealth from God. Ndio maana ametuambia kwamba tunamuibia And that's why he is telling us we are stealing from him. cha kumi, The 10%, tunamuibia zaka we are stealing our offerings na kadhalika mengine yote. and other types of offerings. Bwana Yesu asifiwe. May God be praised. Tunaishi katika laana bila kujua. Tunajifariji ya kwamba tuko katika safari ya kwenda mbinguni, kumbe ni uongo ambao tuko nao. We are living a cursed life because we are stealing from Tunajikaza, God. tunafunga masuruari, tunafunga vikwembe, wengine wanajipodoa, tunaenda kanisani, tuko katika safari ya kwenda mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni uongo. This is all a lie. Mtu ambaye amelaaniwa A person who is hana cursed nafasi mbele za Mungu. doesn't have a place in God's Bwana Yesu eyes. asifiwe. Amen. Tunamuibia Mungu mali yake. We are stealing from God's Mali wealth. siyo yetu. The wealth is not ours, Mali ni ya Mungu. but the wealth is God's. Wakati unapoenda kazini, When you go to work,
si nguvu zako It is not your power ambazo zinakupeleka kazini, that is taking you to the si work. uweza wako ambao unakusimamisha kwenye usingizi. It's not by your power. Tunakuwa to wake up. tumekufa We are usually dead. kwa kutaka kwake anatuamsha. But for his Bwana Yesu wanting, asifiwe. we are woken up. Ni nani anajua ya kwamba ana mali katika hazina yake kwenye benki Who knows- wakati anapolala? Who knows what the wealth you have in your bank account? Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu anapokuamsha, It is kisha God. fahamu zinakuja, unakumbuka ya kwamba nina benki. It is Bwana Yesu God who asifiwe. wakes you up and reminds you. Tunamuibia Mungu, tunaishi katika laana. We steal from God and therefore we are living a cursed life. Isingelikuwa hivyo, If it wasn't wana for wa God, Mungu, children of God, tufanye hali hiyo ya kumuibia Mungu. Wenzetu wa Makedonia our katika friends, umaskini wao when they were poor, wamejitoa they gave kwa ule themselves umasikini, with all their poorness, wakatoa sadaka katika ukarimu, and they gave an offering into na kazi God. za Mungu zikainuka. And the work of God was then Bwana Yesu restored. asifiwe. Amen. Wameinua kazi za Mungu katika hali ya umaskini, They built up the work of God through their poorness. wakasaidia hata wengine watakatifu, They even helped others. na hata wale ambao wako watakatifu And for those wapagani wakawasaidia, And they even also helped the non-believers. kwa sababu walikuwa na moyo wa furaha wa kumtolea Mungu. Because their heart was full of joy to work for God. Bwana Yesu asifiwe. Tusimuibie Mungu. We should not steal from God. Yeye ndiye mwenye mali, He is the owner of the wealth. yeye ndiyo jera He is the owner wa mali yetu yote. of all the wealth that we have today. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakuwa na moyo wa unyimivu, We have a heart of not giving. tunakuwa na moyo wa kujipenda. We have a heart of being selfish. Unakutanisha mtu anarembesha nyumba yake, You find a person, nyumba inaonekana imeng'aa, imekuwa vizuri, mumekuwa vifao tofauti tofauti. they decorate their own homes with different type of furniture. Anapojipanga aje kwenye hekalu la Mungu, But when they want to come to church, anakuja anavaa vitu vya samani, and they come wearing expensive clothing. lakini inapofika sasa muda wa kumtolea Mungu, But when it's time to give an amesema ya offering, kwamba nitamtolea Mungu ng'ombe. they say, I'll give God a cow. Inapofika sasa muda wa kutia ile ng'ombe kwenye kikapu, When it's time to give that cow anatia for mbuzi offering, kwenye kikapu. they put a goat instead. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo siyo kumtolea Mungu, That is not giving God an ni offering. upuuzi mtupu. That is foolishness. Watu wengi wanamdanganya Mungu. A lot of people are lying to God. Tunamdanganya Mungu katika kumtolea, We are lying to God through na our ndiyo maana offerings. hatuinuki katika maisha yetu. And that's why we are not moving forward in our lives. Hatuinuki kwa sababu tunamwibia Mungu. We are not moving forward because we are stealing from God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusiwe na hali kama hiyo. We should not continue this behavior. Wenzetu wa mitume wakati wametumika kwa umoja, Our friends back then, na they kazi worked za Mungu together. zikashuhudiwa katika ulimwengu wote And the mzima. work of God was built Na and ikiwa known. tunasimama ni kwa sababu wamesimama kwa imani, And if we are standing today, wamesimama kwa upendo, they stood in love. wamesimama kwa kuhimizana, They stood in kwa helping each kuzifanya kazi other, za Mungu. in working for the work of God. Haleluya, Amen. haleluya, asante sana. Haleluya, 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 haleluya. Uinuliwe Yesu Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Waliishi kwa umoja wakati wamezifanya kazi za Mungu, They lived in one when they were working for lakini God. katika kanisa la Mungu But in the mumeingia church today, machafuko, There's a lot of mumeingia dirtiness. wizi. They're stealing. Haleluya. Baba uturehemu, God, forgive us. uturehemu Yesu Forgive Kristo. us, God. Rehemu kanisa lako. Forgive the church. Haleluya. Amen. Ya, tutakwenda kusoma We will katika read kitabu cha Mizali 3:9. 3:9. Tunasoma neno la Mungu katika kitabu cha Mezali 3:9. Biblia inasema hivi: Mheshimu Bwana kwa mali yako
Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Haleluya. Ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Ndipo ghala zako zitafurika. Haleluya. Ghala zako zitafurika. Benki yako itafurika. Shetani hata kuja na kuiba ghala lako. Shetani hata ingia katika nyumba yako na kutawala mle ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atampeperusha. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa wewe unapenda kusimama vizuri na Mungu, If you want to stand with umheshimu kwa God, kumtolea. you have to respect him by giving an offering. Umheshimu Bwana kwa kumtolea. Respect God by giving an offering. Ni mheshimu mfalme wa wafalme kumtolea, Respecting the King of ili Kings kazi through zake offering, zipate kuinuliwa, so that he's forward, ili huduma hizi zishuhudiwe na wanadamu. so that the work that we are doing could be Ikiwa known to all nations. wanadamu wanatucheka wa ulimwengu, If the humans of this world are ni laughing kwa at us, sababu ya uzembe wa wanadamu, it's because of the foolishness that we wameshindwa have, kumtolea that we Mungu. have failed to give God an Ikiwa offering. kazi za Mungu zimerejea nyuma, If the work of God has moved ni kwa backwards, sababu it is because ya Wakristo wa vuguvugu all Christians who are wanaposikia lukewarm, neno la Mungu when they hear the word of God, wanalitia huku, they put it in the back. wanapolisikiliza kwa dakika 2, When they listen to it for 2 lakini minutes, hawayatii ndani ya matendo yao. but they're not keeping the Lakini commandments. tutakapotia maneno ya Mungu But when you place the word of katika God matendo, in the actions that we take, tutakuwa na baraka. we will have blessings. Kazi from za God. Mungu zitatukuka. The work of God will be Kutakuwa praised. utofauti. There will be a difference. Wale ambao walikuwa wanakucheka The ones who are laughing at you, hawatakucheka kuanzia kwako, they will not laugh at hata you kanisani. again. Even at the church, watakufuata. they will follow you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini But kanisa linadharaulika the church is being ni kwa ashamed. sababu ya kutokutia vitu kwenye matendo. It is because we're not putting the word of God Bwana in Yesu action. asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumtolea Mungu kuna thamani kubwa. Giving God an offering is a very big thing. Inaonyesha alama ya mapendo. It shows a sign of love. Kama hatuonyeshi alama ya mapendo, If we don't show the sign of love, alama ambayo imetendeka kwenye msalaba, the sign that happened on the cross, tutakuwa tunamdanganya Mungu. we will be lying to God. Ni lazima pastor anasema mfunge mirago twende nyumbani. It's better if the pastor Kila said mtu we should ataombea close kwake. the doors and go home. Lakini tukisimama But if we stand kwa moyo wa kunjufu, with one honored heart kwa kumtolea Mungu, in giving God an offering hapana kuhesabu. and not counting what you're losing, Ukihesabu tayari shetani anaingia. if you count, the devil already enters there. Ukihesabu tunasema kuna kitu fulani ninataka kufanya. If you just say, oh, I have something else Kuna I needed mtu to fulani buy. yuko huku. There's somebody else I needed to help. Na cha 10 And the 10% of your offering, ni obligatoire. it is an obligation. Wapasteri wa dunia All the pastors of this world, wanapoona muda wa cha 10 unafika, when they see the 10% wanakuja offering na is here, vikapu. they come with big bowls. Tia vitu vyangu kwa kila muamini. With every Tia believer, cha 10 yangu mahali hapa. put a Anakuja na 10% in kikapu. mine. Ukitia jinsi yeye hawazii, anakuambia toka katika kanisa langu. And if you don't give the Bwana Yesu 10%, they asifiwe. kick you out the church. Lakini kanisa za kiroho But the church that are Sio led by the hivyo. Spirit, they're not ni like this. kufundisha watu neno la Mungu. It is to teach people the word of God. Lile neno la Mungu The word of God, ndilo litakalo kufundisha, that is the one that will teach you and guide ndilo you. litatia woga ndani yako. This is what will bring fear in you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho anakufundisha The heart ni teaches namna you gani
nitakuwa namtolea Mungu. The Spirit of God teaches you Kuna how to be watu giving an roho wa offering. Mungu anawafundisha, There are other people that lakini are kwa sababu ya sensitive, mioyo migumu but because they have hard-hearted, wanashindwa kumtolea Mungu. they fail to give God an Ndipo offering. pale unakutanisha katika shida zao And then you find when they're going through challenges and troubles, haziishi, they don't finish. kwa sababu hakuna ulinzi wa Mungu Because there's no God's protection in their katika lives, familia yake. in their families. Lakini tukiwa But if tunamtolea Mungu, we give God an mseme offering, mkono wake utakuwa juu yetu, He said His hand will be on top of mseme our vikapu lives. vyetu vitafurika. He said all our buckets will be filled. Tusisikie maneno ya Mungu Let's not hear the word of na God kisha tunayachukua and then we take the word of tunayatia God hapa kumgongo. and we put it in our bag. Tusiyatie hapa ili tuyaangalie, Let's not put them in front of us so we can look yakatusaidie at. katika safari ya kwenda mbinguni. The word will help us on our journey to heaven. Mwizi hataingia kwenye ufalme wake. No thief will enter the kingdom of God. Yeyote ambaye anajua Whoever knows hamtolei Mungu sadaka, is not giving God an offering, yeye ni mwizi, you should know you are a thief hataingia kwenye ufalme wake. and you will not enter Bwana the Yesu kingdom of asifiwe. God. Amen. Sisi ni wezi. We are thieves. Ni nani anaangalia jengo hili? Who is looking at this building here right Mnaona now? jengo hili? Do you look at this building? Tunasikia ya kwamba hapa wananunua kila kitu kwa credit. We hear here everything when you want to buy something you need to use credit. Kisha credit yako ikiwa nzuri, If you have a good credit, unakuwa na nguvu ya kupata nyumba. you have the power to buy a house or purchase a mortgage. Sisi binafsi But us, ourselves, tunajitaibisha we're kwa being ajili ya shamed mambo ya mwili. ourselves to the Kwa things of the nguvu world. credit tunaijenga inakuwa nzuri. With all our power, we build our credit to be Bwana Yesu good. asifiwe. Amen. Tunajitaabisha, tunachoka, We are kisha unasikia tired. We are nilishakuwa na suffering. fursa fulani ya credit. And then you hear, I have a good amount of credit. Unanunua nyumba, You buy a mortgage. unasaulika You forget sehemu ya kukusanyikia. where people are supposed to gather. Ole kwako, This is a warning to you. ole kwangu, This is a warning to you. ikiwa If tutajali mambo ya mwili we will care more on na the things of the kisha body tusijali mambo ya roho. and not care about Neno the la word of Mungu God. linasema The word of God says katika Warumi in Romans, 8:14, haleluya, amen, wote wanaoongozwa na Roho wa Bwana hao ndio wana wa Mungu. the people who are led by the Holy Spirit, they are the Tusitaje children neno of God. hilo tu kwa vinywa vyetu. Let's now read the scripture with just our Tusimtaje Mungu ya mouths. kwamba tunampenda tu. We should not just say we love Tusimwimbie God. Mungu kwamba tunamfurahisha. We should not sing to God and say we are praising Him. Tusifananishwe kama na makaburi. Let's not look the Makaburi same as yanapambwa, wanapakaa choka, kisha inang'aa. Yeyote ambaye atapita naona wametengeneza vizuri the hii graves kaburi. are always Lakini decorated. unapochunguza ndani wakibomoa, But when you look inside ni the mifupa graves, mikavu ambayo you wamejengea. just found dried bones. Tusifananishwe na mifupa mikavu. Let's not look the same Bwana as Yesu dried asifiwe. bones. Tuwe mbegu iliyo nzuri Let's be a good seed ambayo itampendeza Mungu. that will give God praise and honor. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuwe na roho ya ukarimu, We should have a heart of giving, roho ambayo itampendeza Mungu A heart that will- katika kumtolea. a heart that will give God honor through giving an offering. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Cornelio Cornelio, wakati alimtolea Mungu, when he gave God an offering, mbingu zimefurahi. the heavens rejoiced in him giving an offering. Mama Dorkasi Dorcas, wakati amemtolea Mungu, when she gave God an wakati offering, unaposaidia watu, when you help others, wakati unaposaidia watu katika ziki zao, when you help katika people when shida they're zao, suffering, tayari umetoa kwa Mungu. remember Haleluya. that in God's eyes you have given an Mungu offering. hatakusaulika God will not kwa sababu forgive you. umesaidia na wale ambao wameonewa. God will not forget you Bwana Yesu because you did asifiwe. not forget the people who are suffering. Kanisa la Mungu ni kanisa ambalo linaitwa kanisa takatifu. The church of God is the place that is called the place of Tusiitwe holiness. takataka.
We should not be called the trash or dirt, mbali tuwe kanisa ambalo litampendeza but we Mungu. should be a church that will give God glory and Sadaka honor. zetu Our offerings, tutakapozitoa when we give them katika uaminifu, in one heart, katika furaha, in joy, haleluya, Amen. mseme kazi za Mungu zitasimama, you will see the work of God. kazi za Mungu zitapanuka. The work of God will move forward. Tunaipeleka Connecticut, We'll move it to Connecticut. tunapeleka kwenye state mbalimbali We'll move the work of kwa God sababu ya to the utoaji. because of giving an Watumishi wa offering. Mungu wamesafiri The people kwa of God sababu ya travel watumishi, kwa sababu ya waamini because of kwa believing, kujitoa kumtolea Mungu. for giving an Watumishi offering to wakao God. wako wanasafiri kupeleka injili, kutawanya neno la Mungu kwenye vijiji na vijiji, kwenye nchi na nchi, kwa sababu wamemtolea Mungu. Kama hatutamtolea Mungu, If we won't give God an tutaishi offering, katika laana, we will na live- laana hiyo itakuja kutuingiza kwenye moto. we will live a cursed life, and the Bwana Yesu cursed life asifiwe. will lead us to hell. Ni lazima kugeuka, We have to turn back. tugeuke, tumtolee Mungu, We have to turn back and give God an offering. tufungue mioyo yetu Let us open our hearts ili tusione mali ya dunia So that we kwamba cannot- yana thamani kuliko maisha yetu ya wokovu. so that we could not see that the wealth Bwana of Yesu this world asifiwe. is more important, but the wealth in heaven. Tukiona kwamba pesa si kitu, When we see money is lakini nothing, tuone wokovu ambayo iko ndani yetu. but we should see what is in us from God. Wokovu ina thamani kuliko kila kitu ambacho tunacho. Hizi gari ni bure, All these vitanda cars are tunalalia nothing. ni bure, The beds we sleep in vyote are nothing. vitabaki. All of these will Lakini stay. tukiwa na wokovu, But if tukiwa na Mungu wetu, if we have tukimpendeza, If we, tutakuwa washindaji. amen, Bwana Yesu asifiwe. amen. Tumtolee Mungu Let's give God an na offering. wanadamu waone ya kwamba mwaka huu, And the humans also will see this year Mungu ametutendea miujiza. that God has done Mungu hata miracles. tutendea miujiza God will not do na mikono miracles yetu tunaifunika. with our hands being hidden. Tunakuwa na mioyo migumu. We have very hard hearts. Mioyo migumu haiwezi kumtumikia Mungu. Hearted hearts will not work for Tunahesabu, God. hii wiki nimetoa, This Sunday I gave an hii offering. wiki sitatoa. This Sunday I will not give an Kazi za offering. Mungu hazitembei hivyo, The work of God does not move ni like that. kujitoa. It's just to give an offering. Yule every day. ambaye anayeona anatoa, The person who sees they continuously giving an huyo offering. mtu anakuwa na roho wa Mungu, siye yeye. That person means they have the word of God. Lakini in them. moyo ambao hautoi But the heart that does not ni give moyo an wa offering, kishetani. that is a heart that is filled with the Usiwazie devil. ni wewe, Do not shetani think it's ameingia you. ndani yako Know that the devil has entered akakufunga you and has closed ili you usione mwisho mzuri. so that you could not see a good ending. Neno la Mungu linasema wezi hawataingia, The word of God says thieves will not enter the kingdom of God. watakaoingia The ones who will enter the ni kingdom of God waaminifu watakatifu are believers and the ones ambao who are wanamtolea righteous. Mungu, The ones who give an ambao offering, mikono yao haikusika na kumwanga damu, their hands did ambao not miguu drop yao blood, haikukimbilia kutenda maovu. that their legs did not run to do Hao sin. ndio watakaorithi ufalme wa These are Mungu. the people who will enter Bwana the Yesu kingdom of asifiwe. God. Tumtolee Mungu, Let's give an offering to tuogope God. kutenda dhambi, Let's be afraid of tuzame sin. katika mapenzi ya Mungu, Let us dwell in the love of tutauona God. mkono wa We Mungu. will see the hand of God. Hatukukuja hapa tena kwamba sisi ni mikia. When he comes here, he should not find us Mungu red tails. alishatuinua akatutoa huko. God has already lifted us Hali ya and took us from umaskini here, ambayo tulikuwa nayo, from the poor lives we tulikuwa lived in. tunakosa hata chakula ya kukula, We didn't even lakini have Bwana food. ametubariki, ametuinua, But God has blessed us and brought ametufikisha us mahali here, hapa kwenye asali na maziwa. where there is honey and milk. Nyumbani tulikuwa tunaona majuisi, At home we used to see kupata juice. juisi ilikuwa ni kazi. In order to just have juice, Watu it was ambao a hard walikuwa na thing. kunywa juisi ni People who- matajiri. People who were drinking juice every Tukinywa day were juisi tunaenda well. kununua bule mapaketi bule, familia yote tunachangia. Lakini unaanza kusimama na gari, unajaza gari chakula. Sasa kwa kumtolea Mungu inakuwa ni vigumu, mkono unakuwa nyuma. Ni ole sana, This is a warning to you. ole sana kwa mwanadamu. This is a warning. Tunasema ya kwamba watoto wa Israeli walikuwa watu wabaya, We said children of walikinai Israel chakula, were wamefanya nini. Sisi tumekuwa munini, tumeanguka muile ile hali ya Waisraeli. We have also fallen in the same ways of Israelites.
Mungu anatupa chakula, God has given us food, tunashindwa kutoa hata cha 10 kwa ile but we chakula, have failed to even give 10% of our ili income, nyumba ya Bwana so that the house of God, muwe chakula, there should be food in the house ili of God, kazi za Bwana so that the work of God, zipate kusonga mbele. so that you can move forward. Tunakumbatia, We just kumbe keep it to tunakumbatia ourselves. mavi ya kutuzika, uchafu. Uchafu ndio tunakumbatia. Mali ni nini What is wealth kuliko kuokoa nafsi, if roho you're not yako? saving your soul? Mali ni nini? What is wealth? Kazi za Mungu zirudie nyuma. The work of God to move Ni backwards. nani alishasimama kanunulia mchungaji koti? Who has ever stood up and bought a suit for one of the pastors? Ni nani miongoni mwenu Who among you has stood up to buy a suit amesimama akasema and said, today, nimepata 100 hii 200, acha niuzie mtumishi wa Mungu hata kiatu ya kuvaa? I have 200 today, Ni nani let me at miongoni least buy mwenu? a shoe? Who among you has ever done that? Moyo wa unyenyevu wa kutokutoa You have a selfish heart. utaleta shida katika maisha yako. This will bring problem in your Utaendelea lives. kutumika, You continue to work unatumika, and work, unasikia unachoka, and you feel tired, we mwenyewe unaritaya. and you will Hakuna kitu retire, katika maisha yako, but there's nothing kwa in sababu your lives. umetia moyo mgumu. Because you have given a heart. Mtu anayemtolea Mungu, A person who gives an offering to God, Mungu anafurika God covers baraka katika nyumba yake. all blessings on his Wengine life. wanasema, wanaona kwamba ni mchezo. Other people think it's a joke and some sort Ujaribu of play. kumtolea Mungu, Try giving God an offering. utauona mkono wake. You will see his hand in your life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mimi nilikuwa kambini, When I was back in Malawi, tukawa tuko kwenye maombi, when we in one time in prayer, basi wakati nilikuwa kwenye hali ya umasikini ya ajabu, when I was in poorness, nilikuwa na nyumba yangu. I had my house. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikasema hii nyumba And I said, this house, nitaiuzisha ifanye kazi za Mungu. I will sell this house Bwana Yesu in asifiwe. order for the work of God to move forward. Nilikuwa na mipango 1000 kwamba niende town, niende nifungue shop, I wanted to go in kwa town and sababu open a ilikuwa shop pesa ya kutosha. because it's enough money for me to open a Nyumba shop. ambayo walikuwa wananipatia The house that they gave me. 200 ya Malawi kwacha. Kwa miaka hiyo ukienda na 200 Lilongwe huko kutauni, unaenda fungua shope. Nyumba hiyo ikafika 400 laki 4 za Malawi kwacha. Nikachukua ile pesa, I took the money nikaita mchungaji wa kanisa, and I called the pastor of the church nikamwambia and I pesa told hii him this money, iende ifanye kazi katika hekalu la Mungu, ifanye ujenzi. this money should go and work in God's name. Wakaiba viti kanisani, They stole all the chairs in nikaambia the mke church. wangu, chukua viti hivi And I said, take all these vitoke viende chairs. kwa madhabahu. Wazee hawatakaa kwenye miti ya mbao. They would not sit on the Tukatandika wooden milango chairs. Vyombo vikaenda kwenye hekalu. I took all my chairs and put them in the church. Akasema sitaacha huyu ndugu, akanibariki tena kwa ile pesa. The pastor saw that and he also Yeye blessed ndio me akaanza again. kunibariki tena. Ni Mungu It's God. akachukua sehemu He took a place akanipa. and he gave it to me. Ndugu, ombeni, utaemelea watoto. My loved one, Nikasema use this. asante. And I said, thank Nikaipatia you. mke wangu. And I gave it to my wife. Kwa dakika kidogo tu A little minutes passed nimekuja by. kuona dossier yangu Mungu anaiandaa. I came to find that Wakati my, nilikuwa kwenye maombi, when I was Mungu in prayer, akasema safari yako ni safari ya muujiza, utaondoka sasa hivi. God said, your journey is a miracle and you will leave Akaniambia, immediately. anza kuandaa, Start to prepare. anza kupana vitu. Start to give all the things you have. Hapo tukaanza kupana vitu kwa And right imani. there, I started to give all my things. Hawajatuita They haven't kwa even imani, called tukaanza us. kupana viti. Mke wangu akajielekeza huko Doha. She went to Doha. Wakati amejielekeza huko Doha When she went there, akiuzisha unga,
She was selling flour. Wakati amerudi tukasikia mtu anapiga hodi. When she came back, we heard a knock on the door. Tayarishe siku fulani mnaondoka. And they said, get Bwana ready, Yesu one day asifiwe. we're leaving. Katika kumtolea Mungu, In giving God an offering, Mungu anafungua milango. God opens all doors. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anafungua milango ya baraka God opens the doors of miracles ili kukubariki. so that he could bless you. Kapu lako litajaa All wakati the buckets will be utatoa filled sadaka ya Mungu kwenye ukarimu. when you give an Wakati offering with Mungu one ataona heart. kazi zake zinasimama, When God sees his work moving forward, anasema wanangu wamenitolea he said, my kids have given me na an mimi offering, sitawaacha. and I will not leave or Kwa forsake kazi hii them. ambayo wamenitendea, For the job that they have done for me, nitafunika familia I zao, will cover and protect their families. nitawapatia hata na maisha marefu. And I will even add on to their Hata lives. watu wabaya wafanye nini, Even if bad people do kama anything, Mungu anasema, but if God says, bado mtu huyu hataondoka. this person will not perish. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mkono wake utaendelea kuwa juu yako, His hand will continue to Bwana be Yesu on top of asifiwe. you. Amen. kwa sababu Mungu anaona kile ambacho uko natenda. Because God sees the work that you are doing. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuzame katika kumtolea Mungu kwa ukarimu. Let us dwell Furaha in ya giving God an mbingu, offering. furaha iwe ndani yako. Wakati Joy. unataka kumtolea Mungu, When you want to give usiwe an na offering. manunguniko. Usipeleke sadaka ile na manunguniko ukiwa na mahesabu mengi ya ulimwengu. Toa sadaka yako katika moyo ambao unakunjuka. Give your offering in one Kisha heart. Bwana atasema, And God will say, ndugu huyu, this mtoto person, wangu, my child, amenitolea kwa has moyo. given an offering to Na me. Mungu anahesabu sadaka yako. And God counts the offering you give. Lakini kama utatoa katika manunguniko, But if you give an offering with two bora hearts, ubaki nyumbani unaacha. it's better for you to stay home than to come here. Kazi za Mungu zimeendelea tangu hapo zamani, ni kwa sababu ya waamini. The work of God has continued Wamejitoa, through generations, through giving, wametumika kwa umoja, through working together. wamefanya ukarimu wa kutoa hata na ile kidogo ambayo walikuwa nayo. Even with the little they Walikuwa had. masikini They were poor, wa mwili, lakini mambo ambayo wametenda but the things that they have done, yalikuwa ya ajabu. it was a big miracle. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumtolee Mungu Let's give God an kwa offering moyo mkunjufu with one ili heart kazi zake ziinuke. so that his works could be lifted high. Nimtolee Mungu. Give an offering. Kama hatutafanya hivyo, If we would not do tutakuwa this, tunakuja kufanya teatre. we'll just be coming here to do a play or a show. Mungu anapenda mtu wa kumtolea. God loves a person who gives an offering to him. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu anafika kwa kiwango cha kutoa mtoto wake. People are even reaching to the point where they can give their child as an Unaona offering. upendo huo umetoka wapi? Do you Ni know where the upendo love wa is? mbinguni. This is the love from heaven. Unapomtazama Yesu kwenye msalaba, When you look at God on the cross, unakumbuka kazi you alizozifanya. remember the work that he had done. Unajiuliza ndani You yako, ask yourself ni inside, upendo wa namna gani huu ambao Yesu what amefanya kind of kwangu? love that God did for me on the cross? Yesu amefanya upendo God showed love on the ili cross wanadamu wapate okovu. so that we could receive salvation. Tumtolee Yesu Let's give an offering to God kwa sababu ameteseka kwa ajili yetu. because he has suffered a lot because of you and I. Amevumilia He is patient, mateso mengi all the troubles and ambayo all things he mwanadamu faced hangelivumilia. that no human could have ever had the Mbingu patience zimekaa for. kimya, The heavens stood quiet, lakini akajitokeza yeye mwenyewe. but he came out himself, Seme, unitume mimi Bwana. said, "Send I, Lord." Mungu aliona kile ambacho amekiumba God saw what he had created with his hands kisiharibike milele. should not be destroyed forever. Kwa hiyo upendo ambayo Mungu ameona, For the love that God had seen and shown akaja us kutuokoa sisi. and came to save us. Kwa nini mwanadamu kutokuona kwanza alama zile za misumari How can we not see the sign ambazo zimepigwa pale kwenye msalaba? of the thorns that he was on his hands? Imetobolewa
His hands had holes ili in them, aniokoe, so that he could save me, ili akuokoe so that wewe. he could save you. Ni shida kubwa sana. This is a problem if we cannot think about that type of love. Tugeuke, Let us turn back to God tumtolee Mungu. and give God an offering. Mungu atakumbuka nini God will remember what? wakati wewe unapata shida? When you are facing trouble. Mungu atakumbuka huyu mtu amenifanyia nini? God will remember what you did for him. Wakati atakapoangalia kwenye vitabu, When he will look through his books anaona mtu huyu hakuna kitu ambacho amefanya. and see that you never did anything for him, Shetani atakupiga. the devil will finish you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ni Mungu mwaminifu. God is faithful. Ni Mungu wa haki. He is God of grace. Anapenda tumtolee katika uaminifu. He wants us to give through faithfulness. Hapana, nilikuwa napanga nitatoa ng'ombe Not saying I was going to give kisha a ninakuja kutoa cow mbuzi. and then you give a goat. Hiyo siyo sadaka. That is not an offering. Hiyo siyo sadaka, hiyo siyo cha 10. That is not 10% of your income. Tutoe kipande cha 10. Let us give the 9 ni 10%. yako, All the 90% is yours. 10 tu Just ni ya the Mungu. 10% give it to God. Tunatia mioyo migumu. We are having hard hearts. Yeye njoo amekupa ile nguvu God has given you the power to wake ya up and go to work. kuamuka, ukavaa mavazi, And you ukajielekeza kazini. You put it on your clothes and went to Akakulinda work. na maajali yote. He protected you with all Ukarudi the tena akakufunika. And then when you're coming back, he protected you again. Tunaonaga tu magari zinafanya accident ndani We ya. just see all other cars Polisi having accidents. zilishazingira. Policies are always around them. Wewe umetoka kwenye barabara ile. But you have come out of the road. Si mkono wako ambao umekutoa kwenye It is barabara. not your hand that has saved you from Ni any neema ya accidents. Mungu ilindayo. It is the grace of God that protects Ni you. neema ya Mungu ikomboayo. It is the grace of God that Ndiyo saves. imekufunika. That is what has covered you and protected you. Tuondoe wizi Let's remove all the thiefness ili kazi za Mungu so that the work of God zipate kuinuliwa. could be lifted high. Ili kazi za So Mungu that the work of God, zipate kushuhudiwa kwenye mlima huu. that it could be shown on this church. Haleluya. Amen. Tujenge kazi za Mungu. Let us build the work of God. Waliishi kwa umoja watumishi wa Bwana They lived when one, all the people of God. Ya, waliishi kwa umoja watumishi wa Bwana They lived in kwa one, umoja all children of God. Ya, waliishi kwa umoja watumishi wa Bwana kwa umoja Haleluya, waliishi kwa umoja watumishi wa Bwana aliishi kwa umoja Haleluya, waliishi kwa umoja watumishi wa Bwana aliishi kwa umoja watumishi wa waliishi kwa umoja watumishi wa Bwana aliishi kwa umoja watumishi wa Bwana kama vile wa mitume waliishi kwa umoja watumishi wa Bwana. Haleluya, waliishi kwa umoja watumishi. Oh, waliishi kwa umoja watumishi. Waliishi kwa umoja watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Wamekusanyisha mali yao yote. They gathered all their wealth Wakachangia wote kwa umoja. and came together in Wakazinua kazi za Mungu. They lifted up the word of God. Na mpaka sasa tunazishuhudia. Until now we are witnessing. Mungu atashuhudia nini kwenye mlima huu? What will God witness on this Mungu earth? atakumbuka nini kwa ajili yako? What will God remember? Mungu atakumbuka nini ambayo umetenda kwa ajili ya kazi zako? What will God remember in what works that you have done for the Mungu church? atakumbuka nini ambayo nimetenda? What will God remember that you have done for this church? Tumtumikie Mungu kwa kumtolea katika ukarimu. Let us work for God, for Sadaka giving an ambayo offering. inatolewa kwa ukarimu, An offering that is given. hiyo in ndiyo faith. sadaka ambayo Mungu anakubali. That is the only offering that God Usitoe sadaka accepts. katika hali ya kununa. Do not give an offering while having a second Toa thought. sadaka yako katika ukarimu. Furaha ya mbingu ikujaze.
Give an offering through faithfulness. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtaona kazi za Mungu zitasimama. You see how the work of God will Sadaka stand. ndizo zinalipeleka kanisa. The offering is what moves the Kufanya church injili. forward to continue. Wachungaji to wataondoka hapa. Our pastors will move Mtumishi from Celeste here. tutamsafirisha. We'll take Tunamtuma him. Texas. And we'll send him to Texas. Waamini njoo watafanya hiyo kazi. The believers are the ones who will give. Hawatashinda wako na waambia mseme tufanye michango. Let's make a gathering of money. Michango yetu inatoka ndani. Our offering will come Sadaka from zetu za inside. ukarimu. Hakuna mchungaji atakufundisha. No pastor will teach you. Toa na nyimbo zinaimbiwa. Give an offering Toa and na nyimbo sing zinatolewa. Sadaka za ukarimu. Unasikia kama haukutoa, Roho wa Mungu anakusukuma uende, haujatoa. Hapo hapo unaenda kugusa kwenye umefichika. Unapeleka kwenye hekalu la Mungu. Mahali ambapo kunatumika watumishi wa Mungu. Mungu ametubariki kazi. Na ile kazi ambayo ametubariki ni lazima tutoe kipande. Kabla hujalipa nyumba, Before you kabla pay your rent, hujafanya kitu chochote, before you do anything, utangulie kwanza kutoa mali ya mwenye mali. you should first give Sisi to the ni person of the waangalizi. wealth. We're just the guards of the wealth of God. Kanisa haziendelei katika mji wa Marekani Churches are now moving kwa forward in sababu ya America ugumu ya mioyo yetu. because of how hard-hearted we are. Nilipokuwa huko Michigan, When I went to Michigan, sisi ni mashemasi, we are the people who tunazoea stand out. kuhesabu sadaka. We are used to counting Sehemu ambapo kuna kusanyika watu 400 people where there's au 400, 300 na zaidi, 300 and above. tunakutanisha kapu lote linayala $1, $1, $1. Ole kwenu, ole kwa waamini wa siku za mwisho. A warning to you, believers, Siku za mwisho of the last zitakuwa ni days. siku za hatari. The last days. Tunabania mifuko yetu. Ninatoka na $1, I come out with $1. naenda kwanza kwenye pembe, I go first to naenda the corner. itoa, I go to take it out. kisha natoa. Ninasaulika yule ambaye ameniamsha. I forget the one who woke Ninasaulika me yule up. ambaye amenishindia katika I mitego forget the ya one who shetani. protected me and saved me from all the things on my journey. Nampelekea $1 And I give him mpaka kwenye $1 kapu. up to the back. Na bila haya tena napatia mtoto $1, naye anakuja namwangia mule ndani. And without even shame, I give another $1 to Neno my la father. Mungu linatuambia tunaishi kwenye laana. The word of God says we're living in a curse. Ni laana kubwa ambayo tunaishi ndani. This is a curse that we're living in. Tubadilike, Let us change. tubadilike Let us na tuombe change. msamaha kwa And Mungu. we should repent and ask Bwana Yesu forgiveness to asifiwe. God. Amen. Mungu atakumbuka. God will remember Nini? what from you? Mungu atakumbuka nini What will God ambayo remember umemtendea? that you have done for him? Ukiwatendea hawa watumishi vizuri, If you do well to the pastors in front of you, haukuwatendea hawa, umemtendea Mungu. because if you do well to them, you are doing it to God. Ukitendea wajane vizuri, If you do good to our teenagers, haukumtendea yule mjane, umemtendea Mungu. you have done it to God. Mkumbuke Dorokasi, Remember Dorcas, kazi ambazo walizokuwa wanazifanya, the works that she was doing, kuwasaidia wajane, helping the people who are not mayatima, able kuwashonea manguo. by sewing their clothings. Lakini wakati But when it came time, imefika siku ya shida, time of trouble, anakuwa kwenye mauti. and she was almost dead. She was dead. Wajane wale All the people that she helped wakakusanyika, all gathered together machozi kanya, in sadness and crying wakamlilia Mungu, and cried to God, ishie Dorokasi wetu. bring Dorcas back. Ni nani atatushonea manguo tena? Who will sew our clothes again? Machozi ya wajane The yana nguvu tears mbele za Mungu. have power in front of God. Machozi ya watakatifu The tears of the yana righteous nguvu mbele za Mungu. have power in front of God. Tusio watakatifu We should not be righteous wa kuvaa, of just putting on clothing, lakini ndani yetu tunaoza. but inside of us we are Tuwe right. watakatifu We should be righteous ambao watampendeza Mungu. that will give God glory and honor. Haleluya! Amen. Hata na sadaka zetu ambazo tutazitoa Even when we give an offering, zitakubalika mbele za Mungu. they will be accepted in front of God.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuwe na moyo wa ukarimu, Let's have a moyo heart wa of furaha, giving, a heart of joy when wa we're giving, kuhimiza kazi za Mungu, of giving wa work to God, kuhimiza hawa watumishi wa of Mungu giving and pushing ili the people of wasimame God, kwa kupeleka so injili they could stand and ya spread the word kuhimizi of God, wanakwaya to ili help the wapeleke choirs, injili katika so they- state mbalimbali. so they could move the word of God to Bwana all Yesu asifiwe. nations. Amen. Walihimizana, They gave each other hope. walikuwa na shauku ya kuwasaidia sio watakatifu tu, hata na wale ambao kwa watakatifu walisaidiwa, kwa sababu walikuwa na ukarimu ya kusaidia wengine watu katika shida zao. They longed to help the people who Bwana were Yesu asifiwe. unable and the people who were able. Mkristo wa kweli A true Christian, ni yule ambaye anajua kumtolea Mungu. it is a person who knows how to give Mkristo an wa offering to kweli God. A true Christian, Ni yule ambaye anayejiosha mchana na the usiku. one who repents Ni every yule single ambaye day. anaishi katika utauwa. It is the one who lives by the commandments of God. Kuna Wakristo There are other Christians, hata kutubu, even when it's time to hata repent, kunena yale ambayo wametenda even to say what they have inakuwa done, ni shida. it becomes a problem. Lakini Mkristo wa kweli But a true Christian, anatoa mavazi ya uchafu. they remove all their dirty clothing. Hapo hapo mbingu zinamuvika tena And the mavazi heavens mazuri, give them a new set of ili clothes, awe manukato. so that there could be a new thing that will give Utakuwa God glory. naomba, Mungu atapokea maombi yako. When you're praying, God will receive your Bwana Yesu prayers. asifiwe. Amen. Ni hivyo tutakavyokuwa. And that's how it will be. Wanadamu watashituka kwenye mlima huu, kunakuwa mabadiliko, Other people will be surprised that kwa in this sababu building there is tumetembea change, kulingana na mapenzi ya Mungu. because we will follow what God has won for Bwana Yesu us. asifiwe. Amen. Wao walitembea katika kumtii Mungu. They followed in obeying Kama the word of God. tutatembea If we will bila walk kumtii Mungu, without obeying the Lord, ni lazima tunakaa nyumbani, it's better for us to stay home. itakuwa ni bure. It will be for nothing. Kama kwaya itakuwa naimba If the choir will be singing bila matengenezo, without repenting, hiyo kwaya ni bure. that choir is nothing. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia We have Yakobo heard. na nyumba yake You and your house, amewaambia he has told you, uwe mvuo uchafu. remove all the dirty clothing you have. Bwana Yesu asifiwe. May God be praised. Waliishi kwa umoja, They lived kwa in kufanya one. kazi za And Mungu. working for God. Kama Mungu atatupenda, If God loves us, ni ile muda tunakuwa katika usafi it is the na time katika kumtolea kwa haki. that we spend repenting and giving an Wale offering wote with one heart. wanaomtolea kwa haki, All the ones who give an offering with one heart, baraka zitafurika, all the blessings will cover magonjwa them. yataondoshwa. All their sickness will be removed. Haleluya. Amen. Umeona Mama Odila You see our mother there. alituma salamu She sent a hello, a kwenye greeting chumba cha maombi, in the house of kwenye prayers, kanisa. in the church, in the room of Muniombee. prayers. Pray for me. Amejua kwa Mungu ndiko kunakuwa msaada. She knew that to God it is where there is Bwana Yesu help. asifiwe. Amen. Ile ni mikono ya wanadamu Those are the hands of the ambayo people ilikuwa ikigusa, that will touch you. lakini mwenye uhai But the person who aliendelea has kutia life uhai ndani yake. continue to give her Bwana life Yesu today. asifiwe. Amen. Mungu amerejesha uhai, God has given back si the life. waganga wamerejesha uhai. It's not the doctors who gave her Mungu back her life. anarejesha. It is God who gave her life. Amekumbuka kazi ambazo amemtendea. God remembered the works that she Bwana did. Yesu asifiwe. Amen. Huyu mtoto wangu angali atafanya kazi. That my child will continue Huyu to mtoto work. wangu angali atafanya hili na God hili. said my child still needs to do this for me. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukarimu usiokuwa na ubinafsi ulifikisha kanisa la zamani kwenye furaha kuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wenzetu hapo zamani Long time ago, our friends, kwa kujitoa kumtolea Mungu, and for them giving themselves to work kazi for za God, Mungu zikapanda juu, the work of God increased katawanyika huko na huko and was all over all other kwa sababu nations ya ukarimu. because of how hardworking they were. Tuwe na furaha We should ya have joy kumtolea Mungu. of giving an offering. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukuaji wa kiroho
to grow up in spirit. Unaungana pamoja na ukarimu. It is joined by the way we give an offering. Ukuaji wa kiroho In order to grow spiritually, unaungana pamoja na ukarimu. it is combined with how we give an offering. Haleluya. Amen. Tukimtolea Mungu If we give an offering to God katika ukarimu, in truth and in faith, tunakuwa katika hali ya juu we are, our kwenye maisha spiritual yetu ya lives, Ukristo. in our spiritual lives, we're lifted high. Ni nini ambayo Mungu atakumbuka kwako? What is God going to remember from you? Ni nini ambayo Mungu atakumbuka kwako? What is God going to remember from you? Ni nini ambayo unamtendea Mungu kwa What kumtolea? do you do for God in giving Him an offering? Tusiwe wezi, We should not be thieves. tusiwe wezi Let's not be thieves wa cha kumi. of the 10% that God Cha gives us. kumi ni devoir. The 10% is an amend or a commandment. Ni kama vile tunavyoenda kwenye kazi. It is like when we go to work. Ukishinda If you go there, bana sanctionne. when you don't go to work, Banaweza bakakutia nje they might even kick you out kwa sababu umeshinda. because you did not go to work. Hawapendi mtu wa kushinda. They don't want somebody to miss work. Uombe ruhusa. You have to ask for permission. Tumtolee Mungu. Let's give an offering to God. Tusionekane tumekuwa wezi. Let's not look like we're thieves. Bwana Yesu asifiwe. May God be praised. Ukuaji wa kiroho To grow unaungana spiritually, pamoja na ukarimu. it's combined with how we give an Kadiri offering. wafuasi wa Mungu According to how wanavyotoa we are giving an offering. katika haki, In truth, ndivyo ukuaji wa kiroho unakuwa. that is how we Hauwezi grow kukua kwenye spiritually. kiroho We cannot grow spiritually na wewe haumtolei Mungu. and you do not give an offering. Kuna watu wanamtolea Mungu The other people who give an offering, katika kujitoa kwao. for giving Wanatoa up nafsi themselves, zao. they give themselves, Wanatesa mili yao. they suffer. Inakuwa kama ni sadaka mbele za It's like it's like an offering to God. wanamtumikia Mungu. They work for God with all their Na wale power. watu And these ni lazima people, tuwasaidie we have to help wakati them wanakuwa kwenye kazi. when they're in their jobs Mungu working. amewatenga kufanya kazi, God has taken them to wamekataa watatumika kazi zao za kimwili. that they could not work in this body. Ni wajibu wetu sisi wa Kristo kuwasaidia It is for us Christians ili to help wapate them, kile ambacho watakachokikula. so they could find something that they're going to eat. Ukifanya hivyo unakuwa umempatia Mungu When you do this, you'll be giving God an na offering, kazi za Mungu zinainuka. and the work of God will be lifted. Tumtolee Mungu. Let's give God an offering. Ni nini ambayo Mungu atakumbuka? What will God remember from you? Mungu atakumbuka nini? What will God Wewe remember mwanadamu. from you? Ni vingapi amekutendea? How many things has He done for Amekuleta you? hapa Marekani, He has brought you to America, ukasema ndani ya moyo wako, and you said in your heart, wakati nitafika Marekani, when I reach America, kazi ambayo nitafanya the first job I will do nitamtumikia Mungu. is I will work for God. Lakini umefika Marekani, But you have reached America. unashindwa hata kuingia kanisani, You even fail to enter the church. unashindwa hata kukumbuka kumtolea Mungu. You even fail to remember to give God an offering. Hiyo tabia This behavior, ni tabia ya kishetani, it is a satanic type of si behavior. tabia ya Mungu. This is not a behavior from Tabia ya God. Mungu The behavior from ni God kumtolea. is to give Him an offering. Tabia ya watumishi wa Mungu. The behavior of the people kutolea of Mungu. God is to give an offering. Kwa hiyo neno hili libaki kwangu na kwenu. May this word stay to you and Amen. I.